lakini tumekuja kwa ajili ya matakwa ya mamlaka, lakini hatuko vizuri kwa kuangalia hiyo mechi kwa sababu narudia kwa ajili ya mamlaka tu. Sasa mwandishi, unajua mimi ilichonivuta leo kuja mpirani kutokana na nimefurahishwa sana na kitendo cha kutohudhuria press conference na pre-match meeting. Hicho kitu ndio kimenifanyisha leo nije uwanjani. Unajua, narudia kwamba tumekuja kinyonge. Yaani sio matakwa yetu kucheza hiyo game. Kwa sababu unajua Yanga wamekuwa mamlaka. Yanga matakwa yao yote 90% waliotaka yamekubalika. Hicho kitu kilikuwa natuumiza sana. Sasa kwa vile hiyo agizo limetoka kwenye mamlaka, unajua sisi hatupigi kelele. Sisi huwa hatupigi kelele. Sisi hatuchapishi t-shirt. Hatuchezi ngoo si nini, hiyo sisi hatuna. Sisi wasomi. Umesikia bwana? Tunaenda kimya kimya. Tunaenda kimya, lakini leo kutohudhuria pre-match meeting na mazoezi tumeshatuma message kwa wahusika kwamba hatujafurahi kucheza leo. Tuwe wazi na wakweli. Lakini tumeheshimu mamlaka. Lakini hatuko radhi. Narudia, hatuko radhi. Yaani hatujaja kimoyo kuangalia hiyo game. Zinaenda kuwa dakika 90 za namna gani sasa? Unajua mwandishi, mtu anayekaa kimya muogope sana. Mtu anayekaa kimya muogope sana. Leo tumekuja kivingine. Leo tumekuja kivingine. Na ukubwa wetu kwamba sisi ni klabu bora katika Afrika kwenye nafasi ya 5 tutauonyesha leo. Leo ndo tutawaonyesha. Hao utopolo nyuma mwiko hatujui wako kwenye nafasi ya ngapi, hata tuelewi. Na hatutaki kujua. Kwa sababu hata kwenye 20 hawapo. Sawa bwana? Kwa hiyo mnyama hapa anaondoka na kombe. Kama kawaida yetu, mimi nasema hivi, leo tutawaonyesha ukubwa wetu. Wao si wanajifanya wenye nchi, wao ndio wenye nchi, wanasikilizwa matakwa yao yote wanayotaka. Lakini leo tutaonyesha kwa kucheza mpira hapo. Sasa unasemaje, unaondoka leo kweli ubaya ubwela. Unasema mnacheza kwa kule, yani kwa kufuata tu kanuni, yani kama mnalazimishwa. Wewe moyo wa kupambana mnaupata wapi? Unajua kulazimishwa na kucheza ni kitu tofauti. Vitu hivi ni tofauti. Uwezi ukaongelea kucheza na umeona bwana? Sasa si uko kinyonge. Unajua kinyonge kutokana na matakwa ya utopolo kukubaliwa, tuko kinyonge kivile. Lakini narudia, tunaheshimu mamlaka. Kwa hiyo tutacheza mpira. Young Africans ukiwasikiliza wanatamba kweli kweli leo hii. Sijakuelewa samani. Young Africans wanatamba kweli siku hii ya leo. Nakwambia msimu huu Simba kuhusiana na makombe msahau. Unajua mwandishi, tuseme ukweli kwamba hao wanatuogopa. Leo ndo tuone kwamba kweli wanamkaba mpanzu. Leo hii tutaona kwamba kweli wanaume wanamkaba mpanzu. Tarehe 15 kilichokwamisha kuja uwanjani ni nini? Labda nikuulize mwandishi. Au niwaulize wana utopolo ambao wapo hapo. Kitu gani kimewakwamisheni kuja tarehe 15? Leo ulikuwa unakataa kwa sababu ya nini? Nini? Leo ulikuwa unakataa kwa sababu ya nini? Mimi leo nilikuwa nakataa kutokana na kanuni. Barua yako ya mwanzo ilikuwa inasema nini? Ulivyo comment mwishoni ulikuwa unasemaje? Kwamba mimi sitambui mchezo zaidi ya tarehe 15. Baada hapo malizia. Ndio hapo sasa nakuja. Malizia barua ya mwanzo ulisema nini? Ndio maana hapo ndio nakuja sasa. Kwamba narudia nilichoongea mwanzo kwamba tumeheshimu mamlaka. Ndio maana tumeamua kuja, na paka hapo nakwambia tumekuja kinyonge. Barua ya tarehe tarehe 7 kuto kuingia uwanjani, kwamba tulizuiliwa kufanya mazoezi, na ndio hicho barua. Wewe uliwaandikia barua bodi ya ligi. Hatujasema hatutacheza. Hatujasema hatutacheza. Hebu nionyeshe sehemu kuna barua inaonyesha hatutacheza. Simba wameongea hivyo.
ili komenti ulisema kwamba hatutacheza mpaka. Hebu nionyeshe hiyo barua. Mimi nataka uthibitisho. Kwamba unajua usiongee tu maneno. Mimi nionyeshe imeandikwa. Nionyeshe. Usiongee. Anajua. Mimi kuongea tu mstaki. Anajua. Mimi nataka unionyeshe vithibitisho kwamba kweli Simba walisema kwamba hatuchezi. Nionyeshe. Barua ipo. Acha uchamba wewe. Acha uchamba. Acha uchamba. Ni watu wadogo sana. Lakini ukweli unajua mwandishi kwamba tutacheza mpaka bodi ya ligi itoe maelezo sahihi. Sasa kwa nini tulizuiliwa kuingia uwanjani? Mimi nakuuliza swala moja. Mimi namuuliza swala hii moja. Kwamba je, barua inaonyesha kwamba Simba wamesema hawachezi? Sisi tumeandika barua kwamba kutokana na sisi kuzuiliwa kuingia uwanjani na makomando wao, ndio maana sisi hiyo kanuni imevunjwa. Sisi tunataka barua. Sasa mwandishi, mwandishi, hiyo mechi iliahirishwa na bodi ya ligi. Hiyo umma yote wanajua. Na refali wanatoka nje ya Tanzania. Hiyo unazungumzia. Hiyo pia. Hebu nisikilize. Hiyo pia ni matakwa yao wao. Marefali kutoka nje. Kama unakumbuka kwenye press conference, ndio maana mimi nasema Yanga ni nani katika nchi hii bana? Kila kitu anasikilizwa. Mimi kinaniuzi hicho. Leo kwenye mropokaji wao kwenye press conference aliongea kwamba Wilfred Kidau ajiuzuru. Naomba mwandishi tuwe pamoja. Wilfred Kidau ajiuzuru kutokana na sababu zipi? Nikuuliza, alisema zipi? Kutokana na marefari. Yaani wao kila kitu wana shida watu. Yaani utopolo kweli. Ni watu ambao hawana elimu. Ndio maana sisi sasa hivi tuna chuo cha mpira. Sasa hivi tunataka kufungue chuo cha elimu kwa viongozi. Ndio hicho tunataka kufanya sasa hivi. Ili hao utopolo tuwafundishe. Tafsiri yake wanaofanya waamuzi watoke nje ya Tanzania ni Yanga kwa upande mwingine. Ndio, ni matakwa yao pia. Ndio maana sisi tunasema kwa nini matakwa yao yanakubaliwa? Hamna imani na waamuzi ambao kubwa lazima itafute marefu kwenye CV nzuri. Wao sio sisi. Timu wao lazima icheze na marefu kwenye CV. Wao sio sisi. Sisi tuko tayari achezeshe wote. Kwa sababu wao ndio walilalamika. Kwa hiyo mwandishi, kwa kifupi, Yanga 90% matakao yao ndio hicho kinachotuumiza sisi, kwamba wao kama nani. Kweli uliokuepo kikao jana kimefanyika usiku bwana. Simba kwa walipa wachezaji wao era ya kafu. Kikao kilicha saa 7 usiku tunajua mpaka kwa. Unajua mwandishi, sasa ataongea nini msemaji wao? Leo era umelipwa leo asubuhi. Inachotakiwa kwamba hiyo uchaguzi inayokuja TFF kwamba viongozi wachaguliwe wenye maadili na wenye kutenda haki. Unajua mwandishi, sasa Simba, nikuulize swala moja tu mwandishi, na tuongee ule ukweli kimpira, kwamba sisi kila wakati sisi tunacheza kwenye kimataifa.